Palikuwa na manunguniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania kwa sababu ya wajane waliosaliwa katika huduma ya kila siku. Wale tenashara wakawaita jamii ya wanafunzi wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho na hekima, ili waweke juu ya jambo hili, na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Neno hili lilipendeza machoni pa mkutano wote, wakamchagua Stefano, mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu, na Filipo na Prokoro na Nikanori na Timoni na Parmena na Nikolao mwongofu wa Antiokia, ambao wakawaweka mbele ya mitume, na walipokwisha kuomba wakawawekea mikono yao juu yao. Neno la Mungu likaenea, na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu. Jamii kubwa ya makuhani wakaitii ile imani. Neno la Bwana. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaita wanafunzi wake akisema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatumikisha kwa nguvu na wakubwa wao huwatumikisha, lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yoyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi kwenu, na mtu yoyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu. Kama vile mwana wa Adamu asipokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Neno la Bwana. Makreli ni kundi la wahudumu wenye daraja katika kanisa. Kwa hiyo tuseme sasa, daraja ya padri ina ngazi 3. Ya kwanza ni hii leo inayotolewa hapa ya ushemasi. Ya pili upadre kama mimi Padre hapa, na ya 3 ni uaskofu kama tulivyo na askofu wetu
Fabian Kasaka. Sasa wengine wakati fulani mnachanganya, mnadhani mtu kapewa daraja ya ukardinali, mwingine anadhani mtoa daraja ya askofu mkuu. Hapana, hizo ni nafasi katika kanisa. Askofu mkuu ni yule anayetawala katika majimbo yaliyopo katika metropolitan ile. Kwa metropolitan ya Mwanza, jimbo kuu la Mwanza, askofu mkuu Renatus Nkwande. Kumbe yule ni kiongozi katika majimbo yale yanayotengeneza metropolitan ile, lakini ni askofu. Wengine tunachanganya makardinali. Makardinali ni maaskofu wanaoteuliwa na Papa huwa washauri wake, na siku hizi wanahusika pia, hata zamani, kuchagua Papa mpya baada ama ya kujiuzulu ama ya kufariki. Nadhani nimefuatilia kwenye runinga mkaona. Kwa hiyo daraja ya upadre ina ngazi hizo 3: shemasi, upadre pamoja na uaskofu. Mashemasi hawa leo humsaidia askofu katika kazi mbalimbali, kufundisha imani kwa usahihi. Hawa leo wanapopewa ushemasi, basi watamsaidia baba askofu kufundisha imani kwa usahihi, kuadhimisha ibada ya Mungu na pamoja na kuongoza kanisa. Kumbukeni zile kazi 3 za Kristo: kuhani, unabii pamoja na uongozi. Wanaingia sasa katika kazi hizo. Na hivi basi mashemasi wa leo wao baada ya ushemasi wanaweza wakafanya baadhi ya kazi anazozifanya padre. Wataadhimisha baadhi ya sakramenti, kwa mfano ubatizo, watashuhudia ndoa kama wana leseni ya kufungisha ndoa ya serikali, lakini pia wataruhusiwa pia kubariki watu na vitu. Kwa hiyo kukutana naye kwa shemasi, naomba nibariki, anaruhusa, na rosari yako anaruhusa ya kubariki, una nyumba yako anaweza kuibariki kwa ruhusa ya paroko. Haruhusiwi, kuna baadhi ya vitu haruhusiwi. Maadhimisho ya sakramenti zingine zote ambazo sijazitaja hapa hataruhusiwa kufanya. Kwa hiyo sikutana naye kwa mambo kitubio, hana uwezo. Sawa? Wala kipaimara haruhusiwi, na mambo mengine ambayo sijayataja. Kumbe mashemasi hawa leo tutakapowapata, hizo ndio baadhi ya kazi watakazozifanya. Sasa tunaenda moja kwa moja katika adhimisho la ibada hii ya kuwafanya kwa mashemasi, na nitamwalika baba paroko wa parokia hii. Atawaita, wako miongoni mwenu huko, sielewi upande gani, na baada ya kuwaita wataitika, na kuitika kwao basi watakuja huko mbele kupokelewa na mwasha baba askofu. Na baada ya hapo tutamwalika pia mkurugenzi wa mito wa jimbo, Padre Michael Fikiri. Huyo ndiye atakayekuja sasa kuwajulisha wa baba askofu kama wanastahili kupewa daraja hiyo ya ushemasi. Kumbe watakapoitwa kutoka kule, wanapokuja tuwashangilie, watakuja na wazazi wao kukabidhiwa mbele ya mwasha baba askofu, na ibada zingine au mambo mengine tuendelea kuwasiliana. Nimwalike sasa Mheshimiwa Padre paroko wa parokia hii aweze kuja kuwaita hawa mashemasi. Wale watakaopewa daraja ya ushemasi wajiongee hapa. Frateri Barnabas Magera Kasamwa. Nipo. Frateri Rafaeli Sumuni Kabuche. Nipo.
katika daraja ya ushemasi. Je, wajua kama wanastahili? Baada ya kuwauliza Wakristo na kupata uthibitisho wa watu wanaohusika, nashuhudia kwamba wanastahili. Kwa msaada wa Bwana Mungu na wa mkombozi wetu Yesu Kristo, tunawateua hawa ndugu zetu wapewe daraja ya ushemasi. Tuitikie wote, tumshukuru Mungu. Sasa hawa wateule watakaa katika viti vyao na Mwashamba Basofu atatoa homilia kwa zawadi ya mito ndani ya jimbo letu, kwa zawadi ya mito ndani ya kanisa. Leo tunakutana kwa ajili ya kutoa daraja hii ya ushemasi kwa ndugu zetu hawa wawili. Katika kutoa daraja hiyo ya ushemasi, pamoja na sala zetu, lakini maandiko matakatifu yanaendelea pia kutuelekeza, na kwa namna pekee kwa wateule wetu hawa, yale ambayo yapo mbele yao, wakiwa wanatafakari kuingia katika daraja hiyo, na sisi ambao tutapokea huduma yao. Somo letu la kwanza limetoka kitabu cha Hesabu, sura ya 3 mstari wa 5 mpaka wa 9. Tunamsikia Musa akibariki kabila zima la Walawi wawekwe kuwa wahudumu wa Haruni kuhani. Lakini aya zinazotangulia kabla ya aya hiyo ya 5 katika sura hiyo hiyo ya 3 inaonyesha chimbuko la huduma hiyo ya kumhudumia kuhani, kwamba Mwenyezi Mungu amevutwa na wana wa Haruni, Haruni akiwa na wana wa kiume 4, na anaagiza hawa wawekwe wakfu kwa kupakwa mafuta, watumwe kwa ajili ya kumhudumia kuhani baba yao, lakini kwa huduma hiyo wafikishe huduma kwa Mwenyezi Mungu. Baada ya kuwekwa wakfu, kwa bahati mbaya, wawili kati ya wana hao walikengeuka, wakadhani wamekamilisha yote, na kudhani kwamba kwa uteuzi huo sasa wanaweza hata kumdhihaki Mungu. Wakafanya kosa la kutolea moto wa kipagani kwa Mwenyezi Mungu, wawili, na kwa kosa hilo walifariki dunia. Walimdhihaki Mungu, wakapoteza baraka yake. Wale wawili waliobaki waliendelea na kazi kwa nidhamu, wakiwa mbele ya Haruni baba yao, maana yake tayari kupokea maelekezo na kutenda kile tu ambacho Mungu aliwaagiza kutenda. Katika utii na unyenyekevu huo wa hawa wana wawili mbele ya Haruni baba yao, ndipo Mwenyezi Mungu anamtuma Musa, anasema si hawa wawili tu, bali lifanye kabila zima la Lawi kuwa wahudumu wa Haruni. Na hii ndio sehemu ambayo somo letu limeanzia. Inaanza na wawili, na hatimaye taifa zima wanapokea, kabila zima wanapokea baraka. Na tena sasa Mungu, kwa sababu ya utii wa hao na kutenda mapenzi yake,
anaonyesha si huduma hiyo kwa baba yao tu, bali sasa watahudumia taifa zima. Na tena si utumishi kwa Haruni peke yake, wanafanywa kuwa walinzi wa kuhani na walinzi wa mkutano mzima wa taifa zima la Israeli, wakiyatenda hayo mbele ya Bwana katika hema ya kukutania, mfano wa kanisa letu leo. Msingi wa mafanikio ya hawa ni utii katika utumishi. Na ndugu zetu hawa ambao leo wanajitoa kwa kanisa, mama kanisa na sisi tunazidi kuwakumbusha hilo, kwamba utumishi wetu, madaraka yetu na nafasi tunazopewa, kama tulivyoambiwa, watapewa nguvu ya kuadhimisha hata baadhi ya sakramenti, havina baraka ya Mungu bila utii. Utii ambao unaanza na utii kwao wenyewe, kuepuka mizaha, kulinda maneno yao na kufuata kile ambacho kanisa linawaagiza kufanya. Wakiyatenda hayo, si tu wasaidizi wa askofu, hawa wanakuwa sasa ni watumishi wetu wote, na hatimaye kupitia kwetu wanapata hizo baraka ambazo watazipata sasa kwa utumishi wao, kuanzia zile ambazo wanazifahamu. Wanafahamu kuna baraka katika huduma hii, lakini bila utii na unyenyekevu wanaweza kuzipoteza. Na baraka zile ambazo wanazitamani, pengine hata ndani ya mashaka, hivi mimi naweza nikapata hili, naweza nikafikia hapa. Utii kwa Mungu, utii kwa taifa lake, unafungulia hazina hiyo ya kuweza kupata hata tamaa njema na takatifu ambazo mara nyingine wanaogopa na kusita, na hatimaye safari hiyo ndio hata ikawapa nguvu ya kuweza kuomba sasa hata wokovu, uzima wa milele. Ndugu zangu mashemasi wateule, katika kuingia humu, mahangaiko yetu ya kutafuta uzima wa milele kama watumishi yako vile vile ndani ya utumishi wetu. Kwa hiyo sisi tukashangaa mkashika amri zote 10 za Mungu na za kanisa, lakini mkajikuta hukumu yenu na mapungufu yenu katika utakatifu yakatokana na huduma ya kundi hili. Ni wazi yako mengi yaliyofichika katika mpango wa Mungu mbele yenu, kama alivyowafungulia baadaye hawa wana wawili wa Haruni, wakawa baraka kwa kabila zima na kufungua huduma kwa taifa zima. Ni kwa utii wana hawa walifungua milango ya baraka kwa taifa zima la Israeli. Wanafikia sasa kuaminishwa na Mwenyezi Mungu hata kutunza vyombo vya ibada, walinzi wa taifa na watumishi waaminifu wa taifa zima, na hata tukasikia wakapewa kuyalinda matakatifu, wakapewa kulinda maskani. Maskani ni tabernakulo, pale ambapo inafichwa siri kubwa ya ukombozi, walipoficha maagano yao na Mungu. Hawa wanapewa nguvu hiyo, ambapo kwa kweli ni nguvu ya Mungu mwenyewe anawashirikisha binadamu.
ninyi mtakuwa wahudumu wa matakatifu, na matakatifu hayo hatahudumia peke yenu, ni kwa ajili ya taifa la Mungu. Muyaelewe, muyatii na muyatumikie, kwani humo vile vile ndimo ulimo ukombozi wenu. Tumesikia mwisho wa yote Haruni na wanawe wawili wanajumlishwa kuwa watumishi wa taifa la Mungu, lakini wakielewa kutumikiana vile vile wao kwa wao. Mnaingia sasa katika uklero, katika ngazi hiyo ya ushemasi. Ndani ya familia hii ya uklero, kama tulivyoambiwa, ni daraja tatu. Kuna vile vile haja ya kutumikiana sisi kwa sisi, si kwa sababu nyingine yoyote, ila kulifanya taifa la Mungu liende mbele na kupunguza pengine ugumu wa kazi ambao bila nini pengine kundi fulani lingeelemewa. Lakini kumbukeni, mtaingia humu kama mashemasi kwa kipindi ambacho kanisa limewapatia, mkihudumu kwa kazi hiyo ya ushemasi, ambao hautaisha pale mtakapoingia katika daraja ya upapa, au kama mtakuwa siku moja maaskofu. Kumbukeni, mnakwenda huko kama mashemasi vile, ni wahudumu. Tukiyatenda hayo, baraka za Mungu zinaonekana. Mojawapo ni kuongezeka kwa idadi ya waamini. Na ndugu zangu, katika hili tuendelee kumshukuru Mungu. Idadi ya waamini ndani ya jimbo letu inayoendelea kuongezeka siku hadi siku, tukiwa na wabatizo wengi tunaopata na wapokeaji wa sakramenti nyingine. Ongezeko hili ni tunda la huduma bora ya watumishi wetu, mapadri kwa namna ya pekee katika uchache wao. Na nyinyi sasa mkiwa mmeliona hilo, mnakuja kuungana nao. Matumaini yetu kuongezeka kwenu wawili, kasi ya kuongezeka kwa waamini ndani ya jimbo itaongezeka. Jipimeni nafasi yenu na muonje kila mmoja mchango wake kwa taifa hili la Mungu. Katika ongezeko hilo, kama ilivyokuwa katika kanisa la mwanzo tulivyosikia katika Matendo ya Mitume, vile vile panaongezeka changamoto. Zinakuwepo, zinaweza zikaanza kati yetu wa kweli. Hata pengine hata mmoja anatokea akaona tunakuwa wengi mno, akalalamika, wanafikaje sasa hivi? Juzi tulikuwa tuna ubadilisho, leo tena ushemasi. Leo katika swala la mitume, maandalizi yanakuwa mengi, parokia zinakuwa na kazi nyingi, mizunguko mingi. Si mpango wa Mungu wa kuleta watumishi huo. Hiyo ni changamoto. Muoneni huyo kama changamoto, kama vile inavyoonekana katika jumuiya ya kanisa la kwanza. Mpango ni mzuri, huduma ya mwili iendane na huduma ya neno. Ndio ulikuwa mpango wa Mungu, kumkomboa mwanadamu mzima. Lakini wanatokea inaonekana wajanja fulani wanaingiza ubaguzi ndani ya hilo, na tunaona mitume wanaona kabisa hii itaingilia kazi ya msingi ya kutangaza Injili, ya kutangaza neno, na wanasema si haki hata kidogo tuliache neno tukahudumia mezani. Lakini bado wanaona vile vile ulazima wa yote mawili, kwamba binadamu anayehubiriwa neno ana haja vile vile ya kuguswa na kujibiwa mahangaiko yake ya kimwili.
hawakufuta mojawapo, walitafuta jibu linalojenga. Inawezekana kwetu leo labda si tatizo sana la kugawana mahitaji ya kimwili, lakini msije mkashangaa mnaingia huku mkakuta hapo yanayotishia hiki ambacho leo mnakitamani kwa moyo wote, labda ukabila au tamaa ya mali au tofauti za elimu, na mengine hata yakawa ya kuhisia tu, kuhisia, na mara nyingine wakakuhisia kwa kutengenezea zengwe bila kuangalia hata kana kwamba hili litaathiri sasa imani ya kanisa zima, au ikatoka kwa ndugu zako hao, lakini inaweza ikatoka vile vile kwa taifa. Si sababu na kisingizio chochote cha kufanya manunguniko ya aina yoyote ambayo hayatokani na utendaji wenu katika kuhubiri Injili yakafanya muikimbie Injili. Na kama malalamiko hayo yakija kutokana na udhaifu ambao umeingia katika kazi msingi ya kuhubiri Injili, hata yenyewe si sababu ya kukimbia. Kaa chini, tafakari na ujiulize jibu lake ni nini. Mwisho wa yote, Injili lazima ihubiriwe. Inaweza ikahubiriwa vile vile bila sisi. Hawa waliwekwa hudumu mezani. Stefano hakuuawa mezani kama shemasi, aliuawa akihubiri neno la Mungu, kuonyesha kwamba hayatengani, ila ukiyavalisha ubinafsi, kiburi na dharau, utaona yanatengana. Na ndio maana dalili hiyo iligundulika na mitume, na wakatafuta jibu la kuweka mashemasi, kama ambavyo kanisa linawapa ninyi leo wajibu wa kuhudumia katika meza ya Bwana. Wafanyeni watu wastahili kupokea matakatifu ambayo sasa yamewekwa mikononi mwenu. Wagawieni sakramenti, waonyesheni upendo na huduma zitakazogusa vile vile mahitaji yao ya kimwili. Wanapokuwa katika mashaka, jibuni mashaka yao, lakini isiwe kwa ujanja wenu, bali kwa nguvu ya Injili na kusimamia kweli wajibu huo wa Injili kuwa lishe ya taifa la Mungu kabla ya kuwatafutia lishe ya kimwili. Hilo mkilitenda kwa uaminifu, mkishirikiana na kanisa, mtakuwa sababu ya kukua na kuongezeka kwa kanisa, na ndilo analowatakia mama kanisa. Katika somo la Injili tunamsikia Yesu akiongelea mgawanyiko wa madaraka yale ya kimungu ambayo ninyi leo mtapata kwa sakramenti, lakini anasema yako vile vile ya ulimwengu. Kwa wakati wake ilionekana wazi kwamba kulikuwa na nguvu kubwa katika kufikia utawala wa ulimwengu, na ndio maana anasema wafalme wa ulimwengu wanawatawala kwa nguvu na wakubwa wao wanawatumikisha. Anasema isiwe hivyo kati yenu. Pengine kurudi nyuma kidogo katika Injili hii ambayo tumeisoma, ukianzia mstari wa 20 wa sura hiyo ya 20, ni wana wa Zebedayo ndio wanaanzisha hilo fundisho analotoa Yesu. Yohane, Mathayo anatuambia kupitia mama yao hawa walitamani
Yesu awaweke mmoja mkono wake wa kuume na mwingine wa kushoto pale atakapokuwa ameingia katika ufalme wake. Ni tamaa ambayo vile ilifunikwa na ujuzi mdogo waliokuwa nao kwa Yesu na ufalme aliyekuja kuusimika. Hawakuingia ndani ya Yesu, wakamlinganisha Yesu na wafalme wa dunia, wakishindwa kuona hakufuata hata yale yaliyokuwepo wakati ule, hakuyatenda, hakutumia nguvu kuwatawala wala hakuwatumikisha, bali alikuwa mtumwa wao. Wakiwa wamebaki katika mamlaka hayo ya kidunia, ndio wanaonyesha, kwa kweli walionyesha si baya, wanataka kuonyesha utayari wa utumishi wao, lakini katika mazingira yaliyokosewa. Yesu kwa ukarimu wake, pamoja na kwambia hilo haliwezekani, lakini mnaweza hili, anauliza, mwaweza kunywea kikombe mtakachokinywea? Na hilo nalo sijui kama walikuwa wameelewa vizuri. Wakasema hata hicho tunaweza. Akamwambia basi hicho mtakinywea, lakini kukaa kulia na kushoto si kazi yangu, ila kwa wale ambao Baba atakuwa amewateua. Na kweli wana hao walishiriki mpango huu. Ndugu zangu mashemasi wateule, mna wajibu wa kumjua Yesu. Ndiye anayetutuma, na anatutuma bila hila wala bila tamaa, bali kwa hiari yetu. Hata kama katika hiari hiyo pengine mtachukiwa, na wale watakaowachukia nao msiwachukie, kwa sababu na wenyewe hawawaelewi nyinyi katika mahusiano yenu na Yesu. Na hata kama atakuwa na waandaa wa kukinywea kikombe, kuwa mashahidi wake katika hali ya dunia ya leo ambayo inatudai ushuhuda mkubwa, hali tukiendelea kutekeleza wajibu wetu wa kuhudumia Injili. Tumesikia wale wanapofanya hayo, wale 10 waliwachukia mitume 10, waliwachukia wale wawili. Pale kuna swali, kwa nini waliwachukia? Labda ni kwa sababu waliwatangulia kuonyesha nia. Ambayo wao walikuwa wameificha ndani, lakini pengine wakiwa wanashiriki tamaa hiyo hiyo. Ndiyo maana palitokea chuki. Mitume wa kwanza yameendelea hata kwetu leo. Sasa tuko kipindi cha Tanzania, sio ndio? Mmeshaanza hata kabla hajaruhusiwa. Na tunaitangaza wengine mpaka kwa jasho la wengine. Inaweza pengine ikawa hata kati yetu huku mnapoingia, au labda kati hata ya watao, wakalalamika si kwa sababu wanataka kunyoosha mambo, ila pengine kwa kuona huyu ametuwahi, kwa nini yeye? Hayo ni matatizo yao, msisumbuke nao. Yesu yupo, atawajulisha nia yenu njema. Inawezekana labda nao walitamani kwa hiyo kunywea kikombe hadharani,
lakini tayari Yesu alikwisha waandaa kwa ajili ya hilo. Na ndio maana Yesu anawakemea wale 10 vile. Lakini wale wa Zebedayo hakuwakemea, aliwafundisha. Hawa anawakemea. Waombeeni. Wale wote ambao mtaona wanatangulia mbele yenu, si kwa nia nzuri, chuki, uongo, uzushi, na isiwe sababu ya hasira yenu kwao, bali mwachieni. Katika hilo, ndugu zangu, mnaalikwa sasa kuingia katika daraja hii takatifu ambalo ninyi wenyewe mmeliomba na sisi tukakubali, kwa sababu tumegundua mnaomba hili chenye utimilifu wake kwa Mungu. Dumuni basi katika upendo huo wa hicho mlichokiomba, na Mungu leo anaonyesha kwamba mmeomba lililo sahihi. Msikubali likazongwa na makando kando, kiburi, ubishi, kujikweza, na hata kutamani yale ambayo bado hamjayafikia, yataharibu nia yenu njema ambayo leo mnaikabidhi kwa Mungu. Na mnataka mnaikabidhi kwa maisha yenu yote, na Mungu anaipokea kwa maisha yenu yote. Chukueni tahadhari, msije ninyi ambao leo mtaweka viapo hivyo kwa maisha yenu yote mkawa sababu ya kuvunja viapo vyenu. Tamaa zitakuwepo, zitawaandama, za kwenu kama binadamu, lakini zingine za kuletwa na binadamu mzee. Na zingine nyingi mtagundua siko dhidi ya viapo mnavyoviweka leo. Ninyi kumbukeni tu kwamba ninyi mnaahidi kwa maisha yenu yote. Na mkumbuke kwamba viapo hivyo ni vyenu, hakuna anayewabebea. Sisi ni wawakilishi tu. Majibu ya kile mnachoahidi leo yako kwenu, kwani mnayaweka ninyi, na tena mnayaweka na Mungu, mnayaweka kwa Mungu. Msitafute visingizio, iwe kwa mapadri, iwe kwa askofu, hata kwa wazazi wenu. Mkikumbatia viapo hivyo na kuonja kwamba ninyi ndio mmemuomba Kristo na Kristo amewakubalia, na ninyi mnamwambia leo tuko tayari, hata kama ni kunywa kikombe tuko tayari, basi mfuateni Kristo. Anataka kuwatumia kwa kazi yake. Sisi tunaahidi sala zetu na ushirikiano mwema ambao kiuhitaji utaimarisha viapo vyenu. Mwenyezi Mungu awabariki. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa, hawa wana wetu ambao ni ndugu na rafiki zenu wanaitwa sasa kupewa daraja ya ushemasi. Fikirini kwa makini ukuu wa neema hiyo wanayopewa kwa Bwana. Wakishaimarishwa kwa kipaji cha Roho Mtakatifu, watakuwa wasaidizi wa askofu na mapadri wake katika huduma ya neno, huduma ya altare na huduma ya upendo, nao wakijifanya watumishi wa wote. Kama wahudumu wa altare, wataihubiri Injili,
wataiandaa sadaka na kuwagawia waamini mwili na damu ya Kristo. Aidha, kama watakavyoamriwa na askofu, itawapaswa kuwashauri na kuwafundisha mafundisho matakatifu waamini na wasioamini, kuongoza sala, kutoa ubatizo, kusimamia na kubariki ndoa, kuwapelekea waliopo kufani komunyo pamba na kuongoza ibada ya mazishi. Wakiwekwa wakfu kwa kuwekewa mikono kadiri ya mapokeo yaliyotoka kwa mitume, mashemasi wanaunganishwa kwa undani zaidi na altare, na hivyo watatekeleza huduma ya upendo kwa jina la askofu au paroko. Nao wayatende yote kwa msaada wa Mungu, hivi kwamba wote watambue kuwa ni wafuasi halisi wa Kristo, ambaye hakuja kwa kutumikiwa bali kwa kutumikia. Nanyi wanangu wapendwa sana, mnaopewa daraja ya ushemasi, Bwana amewapa kielelezo, ili alivyofanya yeye hata ninyi mfanye vile vile. Basi mkisha kuwa mashemasi, yaani watumishi wa Yesu Kristo, ambaye alionekana kati ya wanafunzi kama mtumishi, yatimizeni mapenzi ya Mungu kwa moyo wote katika upendo. Watumikieni watu kwa furaha kama mnavyomtumikia Bwana. Maadamu hakuna awezaye kuwatumikia mabwana wawili, fahamuni kwamba kila uchafu au uchoyo ni kuabudu miungu. Nanyi mkipokea kwa hiari daraja ya ushemasi, kama wale walioteuliwa hapo kale na mitume kwa ajili ya huduma ya upendo, mnapaswa kuwa watu wanaoshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa Roho Mtakatifu na wenye hekima. Ninyi mtatekeleza huduma yenu katika hali ya useja, yaani hali ya kutoa, nayo itakuwa ndiyo ishara na kichocheo cha upendo wa kichungaji na chemchemi yenye kuzaa matunda mengi ya kiroho hapa duniani. Maana mkiongozwa na upendo mnyofu kwa ajili ya Kristo, na mkiishi kwa moyo wa ibada ulio safi katika hali hii, mtaambatana kwa urahisi zaidi na Kristo kwa moyo usiogawanyika. Mtakuwa huru zaidi kwa kumtumikia Mungu na wanadamu, na wepesi zaidi kutoa huduma yenu, ili wote wapate kuzaliwa mara ya pili kama wana wa Mungu. Mkitia mizizi na kujenga katika imani, mjidhihirishe kama watu wasio na doa wala lawama mbele za Mungu na wanadamu, kama vile wapasavyo wahudumu wa Kristo na wagawaji wa mafungo ya Mungu. Wala msikubali kugeukia mbali na tumaini la Injili, ambayo ninyi lazima muwe si wasikilizaji wake tu, bali pia wahudumu wake. Litunzeni fumbo la imani katika dhamiri iliyo safi, na lile neno mnalolihubiri kwa kinywa lidhihirisheni kwa matendo yenu, ili Wakristo wote wakuishwa na Roho Mtakatifu wafanywe kuwa dhabihu iliyo safi na kumpendeza Mungu. Nani katika siku ya mwisho mtakapokwenda kumlaki Bwana,
mpate kumsikia akisema, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ingia katika furaha ya Bwana wako. Basi baada ya familia hiyo, wateule watasimama. Sasa mnajongea kupewa daraja ya ushemasi. Yawapasa kudhihirisha mbele ya watu nia yenu ya kupokea madaraka hayo. Je, mwataka kuwekwa wakfu kwa ajili ya huduma ya kanisa kwa kuwekewa mikono yangu na kwa paji la Roho Mtakatifu? Nataka. Je, mwataka kutekeleza huduma ya ushemasi kwa unyenyekevu na upendo kama wasaidizi wa daraja ya ukuhani na kwa maendeleo ya taifa la Kikristo? Nataka. Je, mwataka kushika fumbo la siri ya imani katika dhamiri safi, asemavyo mtume, na kuhubiri imani kwa maneno na matendo kadiri ya Injili na mapokeo ya kanisa? Nataka. Ninyi mlio tayari kukumbatia useja, je, mwataka kujitoa muhanga kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kutunza daima nia hii kwa ajili ya ufalme wa mbinguni katika huduma ya Mungu na wanadamu? Nataka. Je, mwataka kulinganisha bila kukoma maisha yenu na mfano wa Kristo, ambaye mtaushika mwili na damu yake altareni? Kwa msaada wa Mungu nataka. Basi baada ya kuahidi kukubali hizo ahadi ambazo wameagizwa na mwasha baba askofu, sasa wataahidi utii mbele yake na waandamizi wake. Je, mwataka kutunza na kukuza roho ya sala kadiri ya hali hii mpya ya maisha yenu, na katika roho hii kutekeleza kwa uaminifu sala ya vipindi pamoja na taifa la Mungu, na kwa ajili yake na pia kwa ajili ya ulimwengu mzima, kulingana na hali hii yenu? Nataka. Naahidi. Je, waahidi kunipa mimi na waandamizi wangu heshima na utii? Mungu alianzisha ndani yako kazi iliyo njema, yeye mwenyewe alikamilishe. Je, waahidi kunipa mimi na waandamizi wangu heshima na utii? Naahidi. Basi Mungu alianzisha ndani yako kazi hiyo njema, yeye mwenyewe aikamilishe. Amina. Baada ya kuahidi utii, sasa itafuata familia.
sala kwa watakatifu walioko mbinguni, kushirikiana na hao wenzetu kuombea, sababu nguvu zao binafsi jukumu hili haliwezi isipokuwa kwa msaada wa sala zetu, tuungana na mtakatifu huko mbinguni ambao watajilaza kifudifudi hapo. Ishara hiyo okay, nimerekebisha nitania nimeshapia nimefanyia mtakatifu wote ndio tutaimba, kwa sababu leo kama ndani ya kipindi cha Pasaka, kumbe tutasimama kuimba litania hiyo, kuongoza wanakwaya, na basi ungane na mtakatifu kwa mbinguni kuombea hao wenzetu kwa majukumu haya ambayo tayari wamepewa. Kwa huruma, neema ya baraka yake hawa watumishi wake aliopenda kuwaita katika daraja takatifu ya ushemasi.
Bwana Mungu, sikiliza kwa huruma maombi yetu, na yale tunayopaswa kutekeleza katika huduma yetu, wewe uliye mwema, uyategemeze kwa msaada wako. Watakatifuze kwa baraka yako hawa wana wako wanaoamini kuwa wanafaa kwa kutolewa, ili watimize huduma hii takatifu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tusimame sasa wote. Uwe nasi Mungu Mwenyezi, uliye asili ya neema zote na mgawaji wa daraja na mpaji wa huduma. Wewe huishi milele na kuvifanya upya vitu vyote kwa maongozi yako ya daima. Uyapanga yote na kwa njia ya neno wako ndiye mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliye nguvu na hekima yako, uyatimiza katika nyakati zote makusudio ya upendo wako. Wewe waliunda kanisa lako, ndilo mwili wa Kristo, lenye tofauti ndani yake kwa wingi wa mapaji ya mbinguni, na lenye muunganiko katika viungo vyake mbalimbali, na umoja wa ajabu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Nawe umeazimia kulijenga na kukua kama hekalu jipya kwa njia ya daraja tatu za huduma zilizowekwa nawe kwa utumishi wa jina lako. Tangu mwanzo uliwateua wana wa Lawi ili watekeleze huduma ya hema ile ya kwanza. Vivyo hivyo, mwanzoni mwa kanisa lako mitume wa mwanao wakiongozwa na Roho Mtakatifu waliwachagua watu 7 walioshuhudiwa kuwa wema, ili wawasaidie katika huduma ya kila siku, na waweze kudumu zaidi katika kuomba na kulihubiri neno la Mungu. Wakisha wateua watu hao kwa kuomba na kuwawekea mikono, waliwakabidhi huduma ya meza. Sasa Bwana, tunakuomba usikilize sala zetu, watazame kwa wema hawa watumishi wako tunaoweka katika kazi ya ushemasi, ili wahudumie kwenye altari zako takatifu. Na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amen. Basi baada ya kuwekewa mikono waliokuwa wateule na kwa kusali sala hii mwasha Baba Askofu, sala ya kuwepo wakfu, sasa hivi Barnabas Magera Kasamwa pamoja na Rafaeli Kabuche ni mashemasi. Mbona vigelegele na makofi ya vienea kidogo. Keti. Watu wa Katoro mmepoa poa, naongea kwa ushamba kidogo. Haya. Sasa
naomba mapadri wafuatao waje wavike yale mavazi ya kishemasi. Paroko wa Mwangika, Padri Faraja. Tukumbuke hawa mashemasi wote wanatoka parokia ya Mwangika. Tuwapongeze Mwangika. Alafu tunaomba pia padri wa hapa, paroko hapa, Makutano pamoja na vocation director Fikiri na padri mpya wa juzi Simoni Mugabe naye aje wavishe basi. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.